ambalo linasema twende pamoja na kwa umoja, twende pamoja na kwa umoja. Tuombe. Baba, umeruhusu somo hili litolewe. Ninakusihi wewe uwe mnenaji mkuu. Fungua fahamu za watoto wako. Jina lako likainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Twende pamoja kwa umoja. Kwenda pamoja kuna maanisha nini? Lakini pia kuwa sehemu moja ni nini maana yake? Kuwa pamoja ni kama hivi tulivyokuwa tumekaa, ni kama haya maua yalivyokaa hapa, yamekaa katika mtindo wa upamoja. Lakini umoja ni nini? Umoja ni kushirikiana kwa kila hali. Angalia maua haya, tazama maua haya. Maua haya yana kila aina ya rangi. Kuna nyekundu, kuna kijani na kadhalika. Sasa haya mchanganyiko wa hizi rangi ndizo zinapendeza ili ua. Sivyo wapendwa? Ingekuwa ni rangi moja isingeleta hali fulani, ingekuwa tu ni hali tu imekaakaa. Lakini umoja manake vitu vyote hivyo vimetenda kazi ya aina hii moja. Sasa fungu kielezi, msomaji wangu, fungua Zaburi 133. Zaburi 133 na ile fungu la kwanza. Ndio. Inasema, tazama jinsi ilivyo vyema. Jinsi ilivyo vyema, yaani ona jinsi ilivyo vyema na kupendeza na inavyopendeza ndugu wakae pamoja, kama tulivyoketi kwa umoja na kwa umoja. Kumbe tunaweza kukaa pamoja alafu tusiwe pamoja. Kiswahili kigumu, lakini utanielewa. Unaweza kukaa pamoja lakini tusiwe pamoja. Nini maana yake? Tunaweza kuketi kama tulivyoketi kanisa, lakini kila mmoja anawaza lake, si ndio hivyo? Tunaweza kuwa ndani ya kwaya tunamwimbia Mungu, lakini kila mwimbaji anawaza lake. Huo sio kukaa pamoja kwa umoja. Tunapokaa pamoja na kwa umoja ni kwamba vile vitu ambavyo tumekusudia tuna nia moja. Kila kitu ambacho tunakitenda katika ushirikiano, katika upendo. Kwa wale watu ambao ni wakulima wanaotumia plau la ng'ombe,